kwako Bwana, ili yanayotakayoyanena Baba wa mbinguni yalete faraja kwa kila mmoja. Yesu, tupatie faraja Bwana, lakini pia tuwe na matumaini tukijua kwamba sisi wote ni wageni tunasafiri kwako. Asante Yesu, kwa sababu wewe ni Mungu wa haki, unayefariji Baba kila mmoja, tena unaye Baba wa mbinguni unayetutengeneza sisi wote, tukijua kwamba sisi wote Baba tunakwenda Baba, tunasafiri tunakuja kwako. Tunakushukuru Yesu kwa kuwa ni Mungu unayesikia na kutenda, katika jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu, amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, Yesu asifiwe. Sema kwa nguvu amen. Nitoe pole kwa familia, baba wa familia na watoto, pia kwa jamii na marafiki na kanisa la FPCT Basanza misheni ya Uvinza, pia kwa kwaya Glory Singers. Watu wa Mungu, poleni sana. Katika hili tunamshukuru Mungu kwa sababu kazi ya Mungu haina makosa, na huu ni mpango wa Mungu tangu mwanadamu alipotenda dhambi, na wakati Mungu alimwambia ukifanya hilo hakika utakufa, kifo kikaingia, na ni hakika tunakufa. Tumekusanyika hapa kwa ajili ya kumwaga ndugu yetu mtumishi wa Mungu ambaye tumetumika naye. Niombe wapendwa watu wa Mungu, tujipe moyo mkuu. Yesu anaweza katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Niombe nisome neno la Mungu kwa ufupi kulingana na muda wetu, halafu mambo mengine yataendelea. Tasoma kitabu cha Ayubu sura ya 14, nianzie mstari wa 1 na wa 2. Maneno ya Mungu yanasema, mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi si nyingi, naye hujaa taabu. Yeye huchanua kama vile ua, kisha hukatwa, hukimbia kama kivuli, wala hakai kamwe. Bwana Yesu asifiwe. Wasomi wa Biblia tunaelewa habari za Ayubu, na maneno haya ameyazungumza au yameandikwa kupitia maisha magumu ya Ayubu. Tunaelewa Ayubu aliyoyapitia, tunafahamu. Sasa kwa ufupi akasema maneno haya kwa ujasiri, akaonyesha siku za mwanamke sio nyingi na zimejaa tabu, zimejaa shida. Yeye anachanua kama vile ua ambalo unaweza ukaliona asubuhi limependeza, lakini jioni limenyauka. Ayubu akafananisha maisha ya mwanadamu na ua au kivuli. Kivuli unaweza ukakiona asubuhi kiko mashariki, jioni kiko magharibi. Ndivyo maisha ya mwanadamu yalivyo. Ukisoma maandiko matakatifu sehemu nyingine inasema huyu mwanadamu ameishi siku chache sana, ikizidi sana ni miaka 70, ikiendelea miaka 80. Sasa tuna umri mdogo sana au tuna muda mfupi sana wa kuishi hapa duniani. Hesabu ya Mungu nayo inaonyesha siku moja kwa Mungu sawa na miaka 1000. Miaka 1000 sawa na siku moja. Kwa hiyo mwanadamu ana muda mfupi wa kuishi hapa duniani. Na aliyasema maneno haya ili mwanadamu ajitambue malengo ya Mungu ni kumwabudu yeye, ni kuacha dhambi, ni kusimama katika yeye, ili aishi maisha matakatifu. Atakapokuwa ameondoka, waimbaji wamesema tunakwenda kupumzika. Bwana Yesu asifiwe. Hebu niombe mama unayenisikiliza, maneno haya hayamhusu ndugu yetu. Ndugu yetu amemaliza, ukurasa umefungwa. Na ndio maana waimbaji wamesema, ndugu usipotubu kingali bado uko hai. Imetoka. Haijalishi mchungaji aseme au padri aseme au shehe aseme
mahala pema peponi, haisaidii chochote kwa Mungu. Anachokiangalia Mungu ni matendo yako, ni namna gani ulivyoishi katika dunia hii na siku hizo chache ambazo umepewa. Je, wewe ni mcha Mungu? Umemwishia Mungu? Unamwabudu Mungu? Tofauti na hivyo ukifa imetoka. Bwana Yesu atusaidie. Hebu niombe katika hali hii, tukiwa tunasikitika kihoji katika dunia inaishije? Niko namna gani? Wewe unapiga pombe mpaka bilabu pombe zinaisha, na una dini, unakuwa muhuni, unakuwa maraya, barabara ya samba mpaka barabara ya saba, una dini tena. Saa zingine na Biblia unajidai, unasema hakuna shida, tunaondoka mbinguni. Biblia inasema siku zako ni ndogo. Yesu akikawia, kifo kiko mbele yako. Tunatembea na kifo, wapendwa. Sisi ni marehemu watarajiwa. Haikwepeki. Naweza nikakuhubiri leo kasikia yule mchungaji kamaliza safari, kama niliishi maisha machafu hayo matendo. Hebu tuangalie kitabu cha Ufunuo kinasemaje. Ufunuo 14 mstari wa 10 nasema, nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, naam, asema Roho, wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa kuwa matendo yao yanafuatana nao. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu Yohana akaandika maneno haya, anasema, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, naam, wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa kuwa matendo yao yanafuatana nao. Mpendwa, siwezi nikakufariji katika hili. Kumbe tumeona siku za mwanadamu ni chache. Sasa katika dunia hii, hayo maisha unayoishi mafupi, maisha madogo katika dunia hiyo, miaka 70, miaka 60, tena wataalamu wamepunguza miaka 45, umeshakuwa mzee na ulishafunika kichwa. Katika siku hizo Mungu amesema, heri watu wanaokufa katika Bwana tangu sasa, wapate kupumzika baada ya taabu zao. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa yanafuatana nao. Ndugu yetu kama matendo yake yalikuwa ni mazuri, huyo Paulina Nikolausi, ipo siku wale watakaosimama katika matendo mazuri tutamuona mbinguni tukishangilia, maana Yesu amekwenda kutuandalia mahali. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Na kutia moyo wewe uliye katika matendo mazuri. Lakini wewe uliye katika matendo mabaya, ukifa matendo yako yanafuatana na wewe. Unaiba mahindi kwenye mashamba ya watu, wewe ni mzinzi, wewe ni mlevi, tena wewe ni mwongo. Hakuna watu wabaya kama wachawi. Matendo yako mpendwa, ukimaliza safari, haijalishi nimesema weka mahali pema peponi, Mungu haimsaidii. Hayo matendo yako unafuatana na hayo. Niombe mchana wa leo, tafakari. Mwenzetu amemaliza safari, bado wewe na mimi ni muda wote tunafanyaje? Tunaondoka. Unaishije? Mbona dhambi imekutafuna mpaka watu wanakushangaa, na wewe unaona kawaida, na injili unaisikia na kila siku natembea nayo kwenye simu injili. Kuokoka hautaki, kubadilika hautaki. Ashukuriwe Mungu, atukuzwe Mungu aliyemtuma Yesu akaja hapa duniani. Mungu alipotamka hakika ukifanya hivi utakufa, akauisha, akatengeneza ili mwanadamu akifa amemwamini aende mahali pazuri. Tendo mchana wa leo, naomba maneno haya uyatafakari. Siku zako ni chache, tena zimejaa shida, magonjwa, taabu yametawala, na umepewa siku ndogo sana. Je, wewe ukiwa kama ndugu yetu ni mgeni wa nani?
Chagua hivi kingali unapumua. Biblia inasema kwa kinywa chako utakiri mpaka upate haki. Tofauti na hapo haiwezekani. Mimi ni mgeni wa nani? Au wewe ni mgeni wa nani? Chagua. Tofauti na hapo mpendo, ukifa, ukimaliza safari, kama ulikuwa ni mwizi, Biblia inasema jehanamu. Matendo yako yanafuatana na wewe. Kama ulikuwa ni mzinzi, mgomvi, mkoefi, mchonganishi, hayo matendo yako yanafuatana na wewe. Mungu atubariki kwa maneno haya. Sema amen. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru Bwana kwa mchana wa leo. Tukiwa katika familia hii tumesoma neno lako takatifu. Naomba Roho Mtakatifu tusaidie kulifasiri. Achilia faraja katika mioyo yetu. Achilia faraja kwa familia. Achilia faraja kwa baba wa familia. Achilia faraja kwa kanisa lako, kwa jamii, kwa ndugu, katika jina la Yesu. Naomba ukasimame mwenyewe katika hili. Jitwalie utukufu Mungu, na tunayo matumaini. Tukimaliza safari katika wewe, tunaamini tumepumzika baada ya tabu zetu. Ndugu yetu amepumzika, amemaliza kazi hapa duniani. Asante Bwana kwa kila mmoja aliyesikia neno hili, na kushukuru. Wewe ni Mungu mwaminifu. Naomba haya nikishukuru kwa jina la Yesu tunaomba. Wote tuseme amen.